8. 2 John verse 1. No, chapter 1 verse 8, sorry. Yohana wa pili mlango ni wa kwanza mstari wa 8. The Bible says, jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Jiangalieni nafsi zenu, msije mkapoteza mlioyatenda. Nimewaambia it will be so painful for the sacrifices umekuwa ukimake from January to November. Ifike December unamaliza kwa udhaifu. You have loosened the price that God alikuwa ameset for you. So jiangalieni katika nafsi zenu. Just evaluate yourself na ujiulize, nilianza vipi na ninataka kumaliza vipi? And tell God, it is my desire that I may finish strong in your power. Jiangalieni sana katika nafsi zenu. It is only not that I'm telling you. Pia nami ninajiangalia sana ya kwamba nilianza vipi na ninatamani kumaliza vipi. But it is my desire that I may finish strong for me to win that medal that is in front of me. Lastly, I have 2 Timothy 4:7-8. Timotheo wa pili mlango ni wa 4 mstari wa 7 na wa 8. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimelinda. Baada ya haya nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Maagizo ya kibinafsi. This is Paul. Huyu ni Paulo anamwambia mtoto wake wa kiroho Timotheo ya kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri. Je, wewe utaambia nani umevipiga vita vipi? Jiulize, at the end mtu akikuuliza, did you fight a good fight? Utajibu nini? Paulo anasema yeye ako na confidence, nimepiga vita ambavyo vilivyo vizuri, na baada ya haya yote nimewekewa taji, na sio mimi tu, bali yeyote ambaye aliyependa kufunuliwa kwake. So pia mimi I can say nimevipiga vita, na sio kwangu tu, bali kwa yeyote amongst you ambaye alipenda kufunuliwa kwake. Hiyo ni maagizo ya kibinafsi. So furahia katika kuvipiga vita ambavyo vizuri, ili kwamba ukaimiliki hiyo taji ambayo Bwana amekuwekea, taji ambayo ni ya haki. It is a righteous crown, the crown that cannot go perishable. Praise God.